Kwanza ni kwamba Rais William Ruto ametetea hali ya uchumi wa taifa, akisema serikali yake inaendelea kutekeleza mpango madhubuti wa kuimarisha maisha ya wananchi. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi alipokutana na viongozi wa mashinani kutoka kaunti ya Kirinyaga, Rais Ruto alikemea vikali siasa za kelele na matusi, akisema hazina mchango wowote katika maendeleo ya taifa. Huku taifa likiendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, Rais Ruto kwa mara nyingine ameendelea kutoa ahadi zake za kuimarisha uchumi wa taifa. Kirinyaga hoye! Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali yake imejipanga kikamilifu kufufua uchumi na kuboresha ustawi wa wananchi. Ameeleza kuwa maendeleo hayawezi kupatikana kupitia siasa za chuki, kelele na matusi, bali kupitia sera thabiti na mshikamano wa kitaifa. Wacha niwaeleze, miaka 3 baadaye nasimama hapa mbele yenu watu wa Kirinyaga leo. And I can confidently tell you, mahali uchumi ilikuwa 2022, today it is a world of a difference. Ruto pia ametetea mwelekeo wa uchumi wa taifa, akibainisha kuwa Kenya imeanza kuboresha imani katika masoko ya kimataifa kutokana na utekelezaji wa sera bora za kiuchumi. Hii Kenya ambayo ilikuwa imesemekana itakosa kulipa deni, nchi 6 ambayo ilikuwa itashindwa kulipa deni: Kenya, Ethiopia, Zambia, Ghana, Chad, walikuwa wamesema watashindwa kulipa madeni. Ile nchi zingine zote zilishindwa kulipa, Kenya peke yake haikushindwa kulipa. Kenya did not default. Katika sekta ya kilimo, Rais Ruto amesema serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu na mbolea ili kupunguza gharama kwa wakulima na kuongeza uzalishaji. Aidha, alikanusha taarifa za kupanda kwa bei ya mchele, akisisitiza kuwa hatua kali zimechukuliwa dhidi ya wakora katika sekta hiyo. Kuna mtu anajaribu kuendesha propaganda ati itapunguzwa. Hakuna mahali bei ya mchele itapunguzwa. Kama ni kuongea bei, pengine ni kuongeza, sio kupunguza. I will continue to make sure that wakulima wasiangaishwe na watu ambao ni mabroka. Tunataka tuhakikishe jasho ya mkulima, pesa yake inafika kwa mfuko ya mkulima. Wakati huo huo, rais ameahidi kuajiri walimu 120,000 kabla ya mwisho wa mwaka huu, pamoja na kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa viwanja vya ndege, bandari, barabara na masoko. Kwa miaka 7 ijayo, tunataka kujenga kilomita 28,000 hii Kenya. Tunataka kudouble ile kilometers tuko ndani yake. Ndio tuhakikishe kila sehemu ya Kenya inafikiwa na barabara. Tunataka tujenge airport mpya, tunataka kujenge port mpya. Hiyo sekta inaitwa transport. Kwa upande wake, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewataka viongozi wa kisiasa kuzingatia heshima na mshikamano, hasa katika eneo la Mlima Kenya. Amekemea vikali wanasiasa wanaochochea migawanyiko na kujitwika uongozi wa jamii bila ridhaa ya wananchi. Na nimeona tumekuwa na viongozi hapo mbeleni, viongozi mashuhuri, na hakuna kiongozi ambaye alikuja kuturingia ile maringo tunaona saa hii. Ni siku gani mlisikia Uhuru Kenyatta ama Kibaki akijitangaza yeye mwenyewe ati yeye ndiyo kiongozi wa jamii yetu? Sisi wenyewe ndio tulimtangaza, sisi ndio tulimtambua. Kwa hivyo nakubaliana na Ann Wera Warie, kazi ya mtu iongee, kazi ya mtu iongee. Rajab Juma, runinga ya KU. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i